Lagos ni jiji lisilolala. Usiku na mchana magari hupiga honi, taa hung'aa na watu hukimbizana na ndoto zao. Ndani ya jiji hilo aliishi kijana mmoja tajiri aitwaye Tunde Adewale, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa wa majengo, Chief Adewale. Ungani nami mwanzo mwisho, kisha tuambie wasikilizaji simulizi hii ukiwa wapi. Familia yao iliishi Lekki kwenye nyumba kubwa yenye walinzi na magari ya kifahari. Tunde alikuwa na kila kitu, lakini moyoni alihisi upweke. Mabinti wengi walimpenda kwa sababu ya pesa, si kwa sababu ya moyo wake. Siku moja, Tunde aliamua kwenda mwenyewe Balogun Market bila walinzi wengi. Alitaka kuona maisha halisi ya Lagos. Akiwa sokoni, macho yake yakakutana na msichana mmoja aliyekuwa anauza matunda. Alikuwa mnyenyekevu, tabasamu lake lilikuwa safi kuliko dhahabu. Jina lake aliitwa Aisha Bello. Aisha alikuwa binti wa kimaskini kutoka Makoko. Aliishi na mama yake mgonjwa na mdogo wake. Kila siku aliuza matunda ili wapate chakula na kulipa kodi ya chumba chao cha mbao. Tunde alisimama mbele ya meza yake. "Habari?" alisema. "Habari yako kaka? Karibu." Aisha akajibu. Tunde alinunua matunda lakini akampa pesa nyingi. Aisha akasema, "Kaka, umeongeza." Tunde akatabasamu. "Ni baraka yako." Kuanzia siku hiyo, Tunde alianza kurudi kila siku sokoni. Hakununua tena matunda tu, alianza kukaa pale muda mrefu kumsikiliza Aisha akisimulia maisha yake. Aisha alimweleza jinsi baba yao alivyofariki akiwa bado mdogo, na tangu hapo yeye ndiye aliyekuwa nguzo ya familia. "Kila siku naamka alfajiri," Aisha alisema, "najisemea lazima nishinde hata kama dunia inanichosha." Tunde alimsikiliza kwa makini. Hakuwahi kukutana na msichana mwenye moyo wa kupigana na maisha kama Aisha. Siku moja, Tunde alimwalika Aisha kunywa chai karibu na Victoria Island. Aisha alisita. "Mimi sijazoea sehemu za kifahari," alisema. Tunde akatabasamu. "Leo si tajiri wala maskini. Leo ni watu wawili wanaoongea." Walikaa wakitazama magari yakipita, upepo wa bahari ukivuma taratibu. Aisha akasema, "Kinachoniumiza ni watu kudhani maskini hana ndoto." Tunde akajibu, "Ndoto haichagui mfuko, inachagua moyo." Maneno hayo yakamfanya Aisha tabasamu bila hofu. Kadri siku zilivyopita, Tunde alianza kwenda Makoko mara kwa mara. Alikuwa anacheza na mdogo wa Aisha, kumsaidia mama yao kubeba maji na kukaa kimya akitazama maisha ya kawaida yasiyo na fahari. Ndani ya moyo wake alisema, "Hapa kuna furaha ya kweli kuliko kwenye majumba makubwa." Siku moja, mvua kubwa ilinyesha. Tunde alimfuata Aisha hadi Makoko. Alishtuka kuona vibanda juu ya maji. "Unaishi hapa?" akauliza. Aisha akasema kwa upole, "Ndiyo, hapa ndipo nyumbani." Moyo wa Tunde ukaumia zaidi na mapenzi yakazidi kukua. Usiku huo, baba yake alimwambia, "Tunde, nimekupangia uchumba na binti tajiri aitwaye Kemi Okafor." Tunde akapigwa na butwaa. Moyo wake tayari ulikuwa wa Aisha. Siku iliyopita alimfuata Aisha sokoni. "Aisha, kuna kitu nataka ujue." "Nisikie?" Aisha akasema. "Mimi ni mtoto wa tajiri mkubwa Lagos." Aisha akashtuka. "Ulikuwa unanificha?" "Nilitaka unijue kwa moyo, si kwa pesa." Baada ya hapo Aisha akaanza kujitenga. Aliona dunia ya Tunde ni kubwa kuliko yake. Wakati huo huo, Kemi Okafor alimfuata Tunde chuoni. "Tunde, wazazi wetu tayari wamekubaliana kuhusu sisi," alisema. Tunde akamjibu kwa utulivu, "Kemi, moyo hauamrishwi na mikataba." Kemi akasema, "Mapenzi bila pesa hayadumu Lagos." Lakini kila alipomwona Aisha, Tunde alijua tayari amechagua. Siku moja, mama yake Aisha akaanguka vibaya. Walihitaji pesa za hospitali. Aisha hakuwa na msaada. Akamkimbilia Tunde kwa macho ya machozi. "Tunde, mama yangu anaweza kufa." Tunde bila kusita alimpeleka hospitali binafsi na kulipa kila kitu. Aisha akalia. "Kwa nini unanisaidia hivi?" Tunde akasema, "Kwa sababu nakupenda." Maneno yale yakavunja ukuta wa moyo wa Aisha. Mapenzi yao yakarudi kwa nguvu zaidi. Lakini baba yake Tunde alipogundua kuhusu Aisha, akakasirika. "Unatembea na binti wa Makoko?" Chief Adewale akapaza sauti. "Ndiyo baba, nampenda." "Mapenzi bila pesa ni mateso." Tunde akajibu, "Bila mapenzi, pesa ni bure." Baada ya siku kadhaa,
Chief Adewale alimwona Aisha hospitalini akimhudumia mama yake kwa unyenyekevu. Aisha akasema, "Saa, simpendi Tunde kwa mali yenu, nampenda kwa moyo wake." Maneno yale yakamgusa Chief Adewale. Akasema polepole, "Labda nimekuwa nikiona pesa kuliko watu." Hatimaye akakubali kumpa Aisha nafasi. Jioni moja, Tunde na Aisha walitembea ufukweni Takwa Bay. Tunde akasema, "Upendo wetu umeanza gizani, lakini utaangaza maisha yetu." Aisha akatabasamu, "Upendo wa kweli hauchagui tajiri au maskini, unachagua moyo." Na hapo Lagos, kijana tajiri na binti maskini wakaanza safari ya mapenzi ya kweli. Mwisho, part 1. Usikose part 2, subscribe, like, share na comment.